Kwa hapa Tanzania Google Pixel imeshika kasi kwa sasa. Ni simu zilizovuta watu wengi na hivyo kufanya watu wengi kununua kama kipofu. Matokeo yake wengine wameibuka kununua Google Pixel ambazo hazifai kwa sasa. Baadhi ya Google Pixel zina mapungufu upande wa utendaji, software pamoja na utunzaji wa chaji. Kwa sababu Pixel nyingi zinazonunuliwa na watu hapa nchini ni Pixel za zamani, yani kwa kifupi ni used. Ni vizuri sasa ukajua baadhi ya Pixel hazifai hata kidogo kulingana na sababu ambazo nimezifafanua. Sasa ni vizuri ukazijua ni Google Pixel zipi zinafaa kununuliwa kwa mwaka 2026 ikiwa ni Google Pixel matoleo yaliyopita ukiondoa haya matoleo mapya. Hivyo sasa ni vizuri sasa uzijue zipi sahihi usije ukajichanganya huko mbeleni. Hizi hapa ndio Google Pixel sahihi za kuwa nazo kuanzia mwaka 2026 na kwenda mbele. Kwanza ni Google Pixel 5, ya pili ni Google Pixel 6, ya tatu Google Pixel 6 Pro, ya 4 Google Pixel 7, ya 5 ni Google Pixel 7a, ya 6 ni Google Pixel 7 Pro, ya 7 ni Google Pixel 6a, ya 8 ni Google Pixel 8, ya 9 ni Google Pixel 8a na ya mwisho ni Google Pixel 8 Pro. Google Pixel 9 na Google Pixel 10 hizo tuachane nazo kwa sababu ni simu mpya, hivyo bei zake bado ni kubwa na ni ngumu kupata used. Kwa nini nimesema Google Pixel nilizozitaja ndizo zinafaa? Kuna mamilioni ya sababu kwa nini ununue hizi Google Pixel. Na ni nafuu mara 100 kuepuka matoleo kuanzia Google Pixel 4 kwenda chini ikiwezekana. Hizi ndio sababu za msingi na naamini utanishukuru na kukuepushia hasara huko mbeleni kwa kununua Pixel ambayo thamani yake imeshashuka kwa sehemu kubwa. Kigezo cha kwanza ni ukubwa wa betri. Simu za Google Pixel za mwaka 2019 kuja chini zina betri ndogo sana. Kwa mfano Google Pixel 4 ukubwa wa betri ni mAh 2800. Hili betri kiuhalisia haliwezi kudumu na chaji hata kwa masaa 8. Simu nyingi kwa sasa hufikisha masaa 12 na ni jambo la kawaida. Kumbuka Google Pixel 4 inakaribia miaka 7 tangu itoke, hivyo ubora hauwezi kuwa sawa kama awali. Hivyo kama bajeti yako ni chini ya $500 wala unapaswa ununue Google Pixel 5. Tukija kwenye nguvu ya utendaji, Google Pixel zilizotoka mwaka 2021 zina performance kubwa sana. Pamoja na utendaji mkubwa, hazitumii kiwango kikubwa cha chaji. Mwaka 2021 Google walianza kutumia processor wanazoziunda wao wenyewe. Processor hizo zinaitwa Google Tensor. Ziliambatana na core mpya ya mwaka 2021 inayoitwa Cortex X1 kwa ajili ya kazi zinazohitaji nguvu kubwa kama kucheza game ama kufungua application nyingi kwa wakati mmoja, na zinafunguka bila kukwama wala kuganda na kwa utumiaji mdogo wa umeme. Kwa kifupi, kama unataka kuitumia simu kwa mambo mengi, basi Google Pixel 6 kwenda mbele ndio chaguo sahihi zaidi. Na uzuri bajeti ya hizi simu zipo kati ya $500 mpaka $600. Epuka kununua simu ambayo RAM yake ni chini ya GB 8 kwa sasa. Unajua, katika kipindi cha miaka 2 iliyopita simu zimekuwa zikija na mifumo mingi ya AI. Mifumo ya AI hutumia sana RAM. RAM ikiwa ndogo, baada ya muda simu inaanza kuwa nzito. Google Pixel Touch kwa mfano ina kiasi cha RAM ya GB 4. Kwa sasa hiki ni kiwango kidogo, wakati kuanzia Google Pixel 5 zinakuwekea RAM ya GB 8 na kuendelea. Zipo Google Pixel hadi za RAM ya GB 12. Ukija sasa kitu kikubwa ambacho na cha muhimu kinachoifanya simu kuwa na thamani kubwa kwa kipindi cha muda mrefu ni kupokea maboresho mara kwa mara. Maboresho ya mfumo endeshi. Kwa mfano, nikizungumzia mfumo endeshi nazungumzia matoleo ya Android. Toleo la Android la sasa ni Android 15. Simu nzuri ni ile inayotunza thamani yake muda mrefu. Simu inayokupa nafasi ya kuweza kutumia teknolojia mpya kwa kupata matoleo jipya na mfumo mpya endeshi. Kuna baadhi ya simu za Google Pixel hazipokei tena toleo la Android jipya. Kwa sasa Android mpya kabisa ni Android 16 kama nilivyotangulia kusema. Google Pixel 5 kwa mfano inapokea mwisho Android 14. Wakati huo Google Pixel 6 inapokea hadi Android 16 na matoleo yatakayofuata. Toleo mapya ya Android husaidia kuboresha usalama wa simu pia, mbali na teknolojia mpya zinazokuja na hiyo mifumo. Kubwa kuhusu Google Pixel linalovutia wengi ni kamera. Simu za Google Pixel kabla ya mwaka 2020 zina machaguo machache ya aina ya kamera.
Kwa mfano Google Pixel 4 ina kamera mbili tu, haina kamera aina ya telephoto, lakini Google Pixel 6 Pro inakuja na kamera tatu, huku ikiwa na kamera ya ziada aina ya lens ya ultra wide. Kwa hiyo kwa mpenzi wa kamera hauna budi kuangalia kununua Google Pixel 6 Pro kuliko Google Pixel 5, 4, 3 na matoleo ya zamani. Na jambo la mwisho ambalo linakosekana kwenye Google Pixel ambazo hazijaorodheshwa hapo awali tulivyotaja ni ubora wa display, kioo. Vioo vya simu vya miaka hii vinakuja na refresh rate kubwa inayofika 120. Hii inafanya touch kuwa nyepesi na muonekano mzuri pindi unapo scroll, kama vile unapo scroll kwenye kutafuta message fulani kwenye simu yako. Pia Google Pixel za zamani vioo havina uangavu mkubwa ambao huwa inapimwa kwa kutumia kitu kinaitwa nits. Mara nyingi mwangaza huwa chini ya nits 1000 kwenye Google Pixel za zamani, lakini vioo vya Google Pixel 6 nits ni kubwa. Hivyo basi unaweza ukatumia simu hata ukiwa juani pasipokuwa na tatizo lolote. Hizi ndio Samsung sahihi za kununua mwaka 2026 kama unataka kununua simu flagship ya Samsung na hautaki kununua madaraja ya kati. Tofauti na hapo, unaenda kununua simu ambayo haifai kabisa kwa mwaka 2026. Samsung ya kwanza ni Samsung Galaxy S20, ya pili ni matoleo ya Samsung Galaxy S21, ya tatu ni matoleo ya Samsung Galaxy S22, na ya nne ni Samsung Galaxy S23, na ya tano ni Samsung Galaxy S23 Ultra. Sijaorodhesha matoleo ya Samsung S24 na S25 kwa sababu haya ni matoleo mapya na bei yake bado ni mkasi. Ni ngumu sana kwa watu wengi kuimudu kununua kwa wakati huu. Kwa nini uepuke kununua simu chini ya Samsung Galaxy S20? Nikimaanisha kuanzia Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S9 na matoleo mengine ya nyuma yake. Ni kwa nini uepuke kununua haya matoleo? Hizi simu zamani zilikuwa zina betri ndogo. Kwa mfano Samsung Galaxy S10 betri yake ilikuwa na ukubwa wa miliampia hawa 3400. Hii betri ni ndogo sana na itakulazimu kuichaji simu mara kwa mara, na kwa kuwa Samsung Galaxy S10 utakayonunua ni used, sasa hivi hauwezi ukazipata mpya, manake hata betri ubora utakuwa umepungua. Hivyo basi kwenye matumizi tu ya internet simu itakaa na chaji muda mfupi na utabidi kuichaji mara kwa mara. Na kwa bahati mbaya Samsung Galaxy S10 na chini ya hapo zilikuwa zinakuja na chaji zenye uwezo wa kupeleka umeme wa wati 15 ambao kwa standard ya sasa hivi ni ndogo sana. Kwa mfano ukitazama matoleo mapya ya Samsung mengi yanapeleka umeme wa wati 25 ambayo inafanya simu kujaa kwa muda mfupi. Lakini kitu cha pili ni swala la utendaji. Samsung Galaxy chini ya S20 zilikuwa zinatumia chip ambazo kwa wakati huo zilikuwa zina nguvu, lakini kwa sasa haziwezi zikahimili yale matumizi makubwa ya hii mifumo mipya inawekwa kwenye simu ya AI. Kwa mfano Galaxy S10 ilikuwa inakuja na processor inafahamika, inatumia miundo ya kizamani ya Snapdragon Helio 400 ambayo ni sawa na Cortex A76. Simu za madaraja ya kati tu kwa sasa hivi zinaizidi Samsung Galaxy S10. Kwa mfano Samsung Galaxy A34 ni bora kuliko S10 kwa wakati huu. Kitu kingine ambacho utakuwa nyuma sana kiteknolojia ukinunua Samsung chini ya Samsung Galaxy S20 ni kupata matoleo ya mifumo endeshi kwa muda mrefu. Kwa mfano Samsung Galaxy S10 inapokea mwisho Android 12. Sasa kwa sasa hivi toleo jipya la Android ni Android 16. Haya matoleo mapya yanaiboresha simu kiusalama, lakini pia kiteknolojia unakuwa unapata vitu vipya vingi ambavyo kwa wakati huu vinashika kasi. Kwa mfano kama hivyo tulichojaribu kueleza hapo awali, artificial intelligence. Sasa mifumo ya Samsung Galaxy kiusalama tangu Samsung Galaxy S10 inaishia kwenye Android 12, manake kuna uwezekano wa data zako za kwenye simu zikawa zinakumbana na changamoto ya kiusalama kwa sababu wasipokei tena maboresho mapya ya kiusalama na ya kimfumo endeshi. Changamoto ambayo inafanya mimi nikushawishi usinunue Samsung, tofauti na Samsung Galaxy ambazo nimezitaja hapa, ni mfumo wa memory. Hizi simu zina mifumo ya memory mbalimbali na utofautiana kwenye kasi. Samsung hizi ambazo sijazitaja hapa zinatumia mifumo ya memory inayofahamika kama UFS 2.1 ya kizamani
japokuwa simu za daraja ya kati bado inatumia, lakini hizi ni flagship na watu wananunua hizi Samsung used kwa sababu wanataka kuona jinsi flagship ubora wake na uzuri wake. Kwa hiyo inakulazimu kila kitu kiwe kizuri. Hivyo hata mfumo wa memory unatakiwa uwe ule ambao unasafirisha data kwa kasi, ambao kwa sasa ni UFS 3 katika hizi simu ambazo nimezitaja. Na kitu kizuri ambacho naweza nikakisifia kwenye matoleo yaliyopita ya Samsung ni kamera. Kamera bado ni nzuri na zinaweza kushindana na matoleo mengi tu ya hasa simu za daraja la kati zilizotoka hivi karibuni. Lakini kiujumla, simu ambazo unapaswa uzinunue za Samsung kwa mwaka 2026 na kwenda mbele ni Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S23 na Samsung Galaxy S24 kama utakuwa na kipato, na bila kusahau Samsung Galaxy S20. Tofauti na hapo, ni vizuri ukaziepuka hizo simu kwa sababu unaenda kununua kitu ambacho hakina thamani ya muda